Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, habari ya uzima. Ni matumaini yangu kwamba hapo ulipo unaendelea vizuri, na mimi namshukuru Mungu kwa neema yake ninaendelea vizuri zaidi ya vizuri. Katika kitabu cha Nyumba kwa Nyumba, kitabu cha Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, tupo juma la 41, yaani kuanzia Oktoba tarehe 5 hadi tarehe 11, na leo ni tarehe 10. Na kichwa kinachotuongoza katika juma hili kinasema umuhimu wa maisha ya kiroho ya wazazi. Umuhimu wa maisha ya kiroho ya wazazi. Somo kutoka kitabu cha Tito sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Lakini wewe nena mambo yanayoambatana na mafundisho mema, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastaivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika busara. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wanaofundisha yaliyo mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, na kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wapendwa, tafakari yetu ya leo inasema wazazi wawe mfano wa kuigwa. Wazazi wawe mfano wa kuigwa. Watoto wanahitaji kufundishwa umuhimu wa neno la Mungu, maombi, kushiriki kazi mbalimbali za kanisa ili waweze kuimarika kiroho. Watoto hutiwa nguvu wanapoona maisha ya mfano mzuri kutoka kwa baba na mama. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 7. Bwana Yesu alikiri kufundishwa na baba yake, kusema na kutenda yale ambayo baba huyatenda. Mambo yale niliyoyasikia kutoka kwake Baba ninayasema ulimwenguni. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 8 aya ya 26. Mtume Paulo anatukumbusha hivi: bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishiwa, kwa maana unajua ni akina nani uliojifunza kwao, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Waraka wa Mtume Paulo, waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 3 aya ya 14 hadi ya 15. Katika somo la leo, wapendwa, wazazi wanakumbushwa kuwapenda watoto wao, kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kuwa wema, kuheshimiana na kuwapenda watoto wao ili neno la Mungu lisitukanwe. Zawadi ambayo baba na mama wanaweza kuwapa watoto wao ni kuwasaidia kustawisha uhusiano wa karibu na ulio imara pamoja na Mungu. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mithali sura ya 22 aya ya 6. Vile vile wakina mama, Mungu ameweka wajibu kwao wa kuwalea watoto katika njia ya Bwana. Timotheo wa pili sura ya 1 aya ya 5 hadi ya 7. Imani ya Eunike ambaye alikuwa mama yake Timotheo pamoja na Lois bibi yake ilikuwa kithibitisho kwa Paulo juu ya imani ya Timotheo. Wapo baadhi ya akina mama ambao wamejitia katika shughuli mbalimbali za kutafuta fedha na kusahau wajibu wao wa malezi ya watoto. Kutokana na mambo mengi kubadilika, hali ya malezi ya watoto inazidi kuwa mbaya. Hata wengine hawana muda tena wa kupikia familia.
ni vema kuchukua hatua madhubuti za kubadili tabia, kuhimiza akina mama kuchukua wajibu wao wa kutunza familia. Ubarikiwe sana kupitia tafakari hii, na kupitia tafakari hii kuna maswali ambayo unaweza ukayatafakari kwa kina baadaye nitakapokuacha. Jambo la kwanza inasema kuna umuhimu wa familia kushiriki ibada nyumbani, jumuiya na kanisani. Lakini jambo lingine, ainisha vikwazo ambavyo vinasababisha kukosa ibada katika familia za Kikristo na jinsi ya kuondoa vikwazo hivyo. Katika malezi ya watoto kuna umuhimu wa wazazi kuishi maisha ya ibada na uchaji ili watoto waweze kujifunza mienendo mizuri kutoka kwao. Mungu akubariki sasa na hata milele. Amina. Mchungaji Elisa Mutege Kihezra, mchungaji wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Bukoba, Jimbo la Kusini Ba, Usharika Mteule, Nyamayoro. Asante.